Aliniambia nichague rafiki yangu mmoja, tufanye naye threesome. Nilicheka. Sikujua maisha yangu yalikuwa karibu kuvunjika. Nimekuwa kwenye ndoa kwa miaka 12. Tulikuwa na maisha ya kawaida, changamoto zetu, lakini tulikuwa bado tunashikilia. Baada ya kupata mtoto wangu wa kwanza, niliacha pombe kabisa. Nilitaka kuwa mama bora, mke bora. Nikawa nimebadilika kabisa. Lakini mume wangu aliendelea kunywa. Nilidhani ni kawaida. Wanaume wengi wako hivyo. Mpaka siku moja. Baada ya chakula cha jioni, aliniangalia moja kwa moja. Akasema, tufanye kitu kipya kwenye ndoa yetu. Nilicheka. Nikasema, kitu gani? Akasema, threesome na mmoja wa rafiki zako. Moyo wangu ulisimama. Nilijifanya ni mzaha. Nikacheka. Lakini ndani yangu nilivunjika vipande vipande. Siku 2 baadaye, mmoja wa rafiki zangu alinipigia simu. Akaniambia anakuja nyumbani peke yake. Nilishangaa, lakini nikakubali. Siku hiyo, mume wangu alirudi mapema sana na akasisitiza yeye ndiye atapika. Miaka yote ya ndoa hakuwahi kufanya hivyo. Nilihisi kuna kitu hakiko sawa, lakini sikuweza kueleza. Tulikula pamoja. Chakula kilikuwa kitamu sana. Dakika chache baadaye, kichwa changu kilianza kuwa kizito. Macho yakaanza kufumba yenyewe. Nilijaribu kusimama, lakini miguu ilikataa. Niliona ukungu. Nikasikia sauti zao zikicheka kwa mbali. Kisha giza. Nilipoamka, nilikuwa chumbani kwangu, usiku wa manane, nikiwa uchi. Niligeuka polepole, na kile nilichokiona kilifanya damu yangu isigande. Mume wangu na rafiki yangu walikuwa juu ya kitanda changu, wakifanya mapenzi, na rafiki yangu alikuwa ananigusa mwili wangu, kana kwamba mimi ni sehemu ya mchezo wao. Nilijaribu kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Nilimtazama mume wangu, na swali moja tu lilikuwa kichwani mwangu. Umenifanya nini? Karibu Simulizi za Kweli YouTube channel, ili uendelee na simulizi ya pili ya simulizi hii ya kweli. Tayari tumeshaiweka kwenye channel yetu ya YouTube. Bofya link kwenye bio yetu, kisha itakuleta moja kwa moja YouTube. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mikasa hii, ambayo siku zote tunaanza kuipost kule YouTube kabla ya kuileta huku.